Sisi tutaendelea kushikilia mahali ya kusema ukweli, kushikilia mahali ya kusema ile kitu inahusiana na watu wetu. Nyinyi mnajua, na mimi sitaki moderator, kwa sababu najua hapa tuko kwa madhabahu. Kwa madhabahu ndio mtu analeta shida zake. Kwa madhabahu ndio mtu anakuja kusema mniombee. Kwa madhabahu ndio tunakuja kusema muombe Rigathi Gachagua. Kwa madhabahu ndio tunasema mtuombee sisi kama viongozi. Mnajua mimi na Senator wa Kiambu Karungo Wathang'wa tuliwekwa kwa DCI. Tuliwekwa kwa DCI siku mzima kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ati kwa sababu tumesimama na Rigathi Gachagua. Muendelee kutuombea kwa sababu hata watushike, watufunge, wafanye namna gani. Sisi tutaendelea kusimama hapo na tutaendelea kupeleka Kenya yetu mbele. Mwisho kabisa, moderator wetu, nimekubaliana na wewe. Umesema kitu mzuri sana. Mtu akipatiwa nafasi ya kuweka legacy, aweke ile legacy inafaa. Ndio maana mimi nataka niseme kwa wale ambao tupatiwa nafasi ya uongozi, tukiongozwa na rais na wale wengine, kama umepatiwa nafasi ya uongozi na umeambiwa kulingana na katiba na kulingana na maoneleo ya watu wengi, ikiwa mpaka watu wakubwa sana, majaji wa Supreme Court wamesema Kenya hii haiwezi kuendelea kama hakuna ABC, na wewe kama rais umepatiwa nafasi ya kuweka ABC, weka ABC kama hakuna kitu unaficha. Na wacha kuambia watu ati tunataka mwaka 7. Mimi nimechaguliwa miaka 5 na inatosha. Wananchi warudi kwa debe, wachague viongozi kama wanaona viongozi ambao wako hapo hawafai. Mambo ya IBC, Senator Medhu amesema an election is as credible as a process. Kriegler report walisema the electoral commission must be in place 3 years before the election. Sasa tumebaki mwaka 2.5. Hakuna IBC. And people can read mischief. Kwa nini IBC hapana weko? So we are calling for the constitution of IBC urgently and as of yesterday. Ndio waanze kupanga mikakati ya uchaguzi so that the process can be as credible as the expected outcome. Na hiyo Wakenya wakiuliza si ati wamefanya makosa, ni kwa sababu ni haki yao. Mimi ningetaka niulize, nikiwa ofisini nilifanya kazi mingi sana ya kupigana na pombe haramu na mihadarati kwa sababu ya watoto wetu. Tangu watufurushe, nimeona hiyo pombe haramu imeanza kurudi. Si imeanza kurudi? Ya kuharibu watoto wetu. Hao watoto ni wetu. Hakuna haja murudishe pombe ati ndio idhuru hao vijana, ati ndio kazi ile Rigathi Gachagua alifanya ionekane ni bure. Hiyo ni kuumiza watoto ambao hawana hatia. Hao wazazi wote wangetaka, hata kanisa, tupigane na mihadarati na zile pombe haramu, ndio watoto wetu waweze kuishi na ile njia ambayo inafaa. Tunaomba viongozi wetu waheshimu kanisa. The voice of the church is the voice of God. Kama kanisa inasema iko shida, hao wahubiri ndio wanakaa na wananchi kila siku. Na shida mingi sana ya raia kabla kufikia sisi viongozi inafikia hao wachungaji. Hao watu viongozi wa kanisa wakisema uchumi bado haujafika vizuri, hiyo ndio ukweli. Wakisema hii mvumo ya SHA na SHIF hapana sawa sawa, hiyo ndio ukweli. Si ndio? Wakisema hii mradi ya manyumba watu hawafurahi, hii ndio ukweli. Tuwache kuwakemea viongozi wa kanisa, tuwaheshimu na tuwasikize. Na tukiangalia pahali Kenya imefika, wabunge wamenyamazishwa isipokuwa hawa. Si ndio? Maseneta wamenyamazishwa. Kila mtu amenyamazishwa. Kanisa isipoongea si tutakwisha? So we want to encourage the Church of Christ to continue standing with the people of Kenya and to be truthful and to talk for the people of Kenya. Na tungetaka kuuliza serikali yetu, tafadhali, be tolerant to divergent opinion. Hao wa Kenya wakisema mambo hapana iko sawa, hapana pigia hao makelele. Hao ndio wamekuajiri kazi. Makasiriko ni ya nini? Don't get annoyed when you are told things are not working. Because kila kiongozi ako na wadozi wake. Na sisi watu ya kuchaguliwa wadozi wetu ni watu wa Kenya. Kama tajiri yako akikwambia mambo hapana iko sawa sawa, hapana mkasirikia. Let us be tolerant to divergent opinion
na tusikize vile Wakenya wanasema, kwa sababu hao ndio wametuchagua. Sisi tutaendelea kushikilia mahali ya kusema ukweli, kushikilia mahali ya kusema ile kitu inahusiana na watu wetu. Nyinyi mnajua, na mimi sitaki moderator, kwa sababu unajua hapa tuko kwa madhabahu. Kwa madhabahu ndio mtu analeta shida zake. Kwa madhabahu ndio mtu anakuja kusema mniombee. Kwa madhabahu ndio tunakuja kusema muombee Rigathi Gachagua. Kwa madhabahu ndio tunasema mtuombee sisi kama viongozi. Mnajua mimi na Senator wa Kiambu Karungo Wathang'wa tuliwekwa kwa DCI. Tuliwekwa kwa DCI siku mzima kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ati kwa sababu tumesimama na Rigathi Gachagua. Muendelee kutuombea kwa sababu hata watushike, watufunge, wafanye namna gani. Sisi tutaendelea kusimama hapo na tutaendelea kupeleka Kenya yetu mbele. Mwisho kabisa, moderator wetu, nimekubaliana na wewe. Umesema kitu mzuri sana. Mtu akipatiwa nafasi ya kuweka legacy, aweke ile legacy inafaa. Ndio maana mimi nataka niseme kwa wale ambao tupatiwa nafasi ya uongozi, tukiongozwa na rais na wale wengine, kama umepatiwa nafasi ya uongozi na umeambiwa kulingana na katiba na kulingana na maoneleo ya watu wengi, ikiwa mpaka watu wakubwa sana, majaji wa Supreme Court wamesema Kenya hii haiwezi kuendelea kama hakuna ABC, na wewe kama rais umepatiwa nafasi ya kuweka ABC, weka ABC kama hakuna kitu unaficha. Na wacha kuambia watu ati tunataka mwaka 7. Mimi nimechaguliwa miaka 5 na inatosha. Wananchi warudi kwa debe, wachague viongozi kama wanaona viongozi ambao wako hapo hawafai. Mambo ya IBC, Senator Medhu amesema, an election is as credible as a process. Kriegler report walisema the Electoral Commission must be in place 3 years before the election. Sasa tumebaki mwaka 2.5. Hakuna IBC. And people can read mischief. Kwa nini IBC hapana weko? So we are calling for the constitution of IBC urgently and as of yesterday. Ndio waanze kupanga mikakati ya uchaguzi so that the process can be as credible as the expected outcome. Na hiyo Wakenya wakiuliza si ati wamefanya makosa, ni kwa sababu ni haki yao. Mimi ningetaka niulize, nikiwa ofisini nilifanya kazi mingi sana ya kupigana na pombe haramu na mihadarati kwa sababu ya watoto wetu. Tangu watufurushe, nimeona hiyo pombe haramu imeanza kurudi. Si ndio imeanza kurudi? Ya kuharibu watoto wetu. Hao watoto ni wetu. Hakuna haja murudishe pombe ati ndio idhuru hao vijana, ati ndio kazi ile Rigathi Gachagua alifanya ionekane ni bure. Hiyo ni kuumiza watoto ambao hawana hatia. Hao wazazi wote wangetaka, hata kanisa, tupigane na mihadarati na zile pombe haramu, ndio watoto wetu waweze kuishi na ile njia ambayo inafaa. Tunaomba viongozi wetu waheshimu kanisa. The voice of the church is the voice of God. Kama kanisa inasema iko shida, hao wahubiri ndio wanakaa na wananchi kila siku. Na shida mingi sana ya raia kabla kufikia sisi viongozi inafikia hao wachungaji. Hao watu viongozi wa kanisa wakisema uchumi bado haujafika vizuri, hiyo ndio ukweli. Wakisema hii mvumo ya SHA na SHIF hapana sawasawa, hiyo ndio ukweli. Si ndio? Wakisema hii mradi ya manyumba watu hawafurahi, hii ndio ukweli. Tuwache kuwakemea viongozi wa kanisa, tuwaheshimu na tuwasikize. Na tukiangalia pahali Kenya imefika, wabunge wamenyamazishwa isipokuwa hawa. Si ndio? Maseneta wamenyamazishwa. Kila mtu amenyamazishwa. Kanisa isipoongea si tutakwisha? So we want to encourage the Church of Christ to continue standing with the people of Kenya and to be truthful and to talk for the people of Kenya. Na tukitaka kuuliza serikali yetu, tafadhali be tolerant to divergent opinion. Hao wa Kenya wakisema mambo hapana iko sawa, hapana pigia hao makelele. Hao ndio wamekuajiri kazi. Makasiriko ni ya nini? Don't get annoyed when you are told things are not working. Because kila kiongozi ako na wadosi wake. Na sisi watu ya kuchaguliwa wadosi wetu ni watu wa Kenya.
Kama tajiri yako akikwambia mambo hapana iko sawa sawa, hapana mkasirikia. Let us be tolerant to divergent opinion na tusikize vile Wakenya wanasema, kwa sababu hao ndio wametuchagua. Sisi tutaendelea kushikilia mahali ya kusema ukweli, kushikilia mahali ya kusema ile kitu inahusiana na watu wetu. Nyinyi mnajua na mimi sitaki moderator, kwa sababu najua hapa tuko kwa madhabahu. Kwa madhabahu ndio mtu analeta shida zake. Kwa madhabahu ndio mtu anakuja kusema mniombee. Kwa madhabahu ndio tunakuja kusema muombe Rigathi Gachagua. Kwa madhabahu ndio tunasema mtuombee sisi kama viongozi. Mnajua mimi na Senator wa Kiambu Karungo Wathang'wa tuliwekwa kwa DCI. Tuliwekwa kwa DCI siku mzima kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ati kwa sababu tumesimama na Rigathi Gachagua. Muendelee kutuombea kwa sababu hata watushike, watufunge, wafanye namna gani. Sisi tutaendelea kusimama hapo na tutaendelea kupeleka Kenya yetu mbele. Mwisho kabisa, moderator wetu, nimekubaliana na wewe. Umesema kitu mzuri sana. Mtu akipatiwa nafasi ya kuweka legacy, aweke ile legacy inafaa. Ndio maana mimi nataka niseme kwa wale ambao tupatiwa nafasi ya uongozi, tukiongozwa na rais na wale wengine, kama umepatiwa nafasi ya uongozi na umeambiwa kulingana na katiba na kulingana na maoneleo ya watu wengi, ikiwa mpaka watu wakubwa sana, majaji wa Supreme Court wamesema Kenya hii haiwezi kuendelea kama hakuna ABC, na wewe kama rais umepatiwa nafasi ya kuweka ABC, weka ABC kama hakuna kitu unaficha. Na wacha kuambia watu ati tunataka mwaka 7. Mimi nimechaguliwa miaka 5 na inatosha. Wananchi warudi kwa debe, wachague viongozi kama wanaona viongozi ambao wako hapo hawafai. Tunaomba viongozi wetu waheshimu kanisa. The voice of the church is the voice of God. Kama kanisa inasema iko shida, hao wahubiri ndio wanakaa na wananchi kila siku. Na shida mingi sana ya raia kabla kufikia sisi viongozi inafikia hao wachungaji. Hao watu viongozi wa kanisa wakisema uchumi bado haujafika vizuri, hiyo ndio ukweli. Wakisema hii mvumo ya SHA na SHIF hapana sawa sawa, hiyo ndio ukweli. Si ndio? Wakisema hii mradi ya manyumba watu hawafurahi, hii ndio ukweli. Tuwache kuwakemea viongozi wa kanisa, tuwaheshimu na tuwasikize. Na tukiangalia pahali Kenya imefika, wabunge wamenyamazishwa isipokuwa hawa. Si ndio? Maseneta wamenyamazishwa. Kila mtu amenyamazishwa. Kanisa isipoongea si tutakwisha. So we want to encourage the Church of Christ to continue standing with the people of Kenya and to be truthful and to talk for the people of Kenya. Na tukitaka kuuliza serikali yetu, tafadhali be tolerant to divergent opinion. Hao wa Kenya wakisema mambo hapana iko sawa, hapana pigia hao makelele. Hao ndio wamekuajiri kazi. Makasiriko ni ya nini? Don't get annoyed when you are told things are not working. Because kila kiongozi ako na wadosi wake. Na sisi watu ya kuchaguliwa wadosi wetu ni watu wa Kenya. Kama tajiri yako akikwambia mambo hapana iko sawa sawa, hapana mkasirikia. Let us be tolerant to divergent opinion na tusikize vile Wakenya wanasema, kwa sababu hao ndio wametuchagua.